ulimpatia adabu gani? Utaulizwa huyu binti yako ulimpatia adabu gani? Wataalimi, utaulizwa huyu mtoto wako huyu ulimfundisha nini? Huyu binti yako huyu ulimfundisha nini? Kisha yeye mtoto wako, yeye binti yako, wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'atihi lak. Ile swali yake itakuwa tu, ataulizwa yule kijana, je, wazazi wako wafanya wema? Ataulizwa yule msichana, je, wazazi wako wafanya wema? Lakini wewe haki yako kwanza ni kuwajibisha. Wafundishe hata kama ni adabu nzuri. Pili, wafundishe elimu wamekupatia kisawa sawa. Je, watoto wetu hizi haki wanazo? Wale mtu akaona kwamba kuhifadhi hii amana ya watoto, ili mtoto wangu tahakikisha atasoma Mungu schools. Hapo nikaona kwamba nimepatia haki zake zote. Hapo nikaona kwamba nimemwelimisha katika njia ya kupatia sawa. Taalamu Ibn Qayyim al-Jawziyya asema qala ba'd al-ilm, lakini wasema inna Allah ta'ala, ya jamaa, Allah subhanahu wa ta'ala kesho sayasalu al-walida, atamuuliza mzazi huyu au nabii yawm al-qiyama, atamuuliza kuhusu mtoto wake siku ya kiyama. Mzazi aliyopata hii amana ya mtoto, mzazi huyu aliyoruzukiwa akapatiwa binti nzuri, kesho Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamuuliza kabla an yus'ala al-walada an walidihi, kabla ya huyu mtoto kuulizwa juu ya haki ya wazazi wake. Kwa nini? Fa innahu kama anna lil-abdi 'ala ibnihi haqqan, kama vile huyu baba ana haki kwa mtoto wake, wakadhalika pia huyu kijana huyu ala abihi haqqu, kwa babake pia ana haki. Haki yako wewe ni amana ifadhike vizuri. Mujtama wa tunaishi sasa hivi hakuna yeyote isipokuwa kila mmoja analia katika gani mujtama imeharibika. Al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, fitna ya kila aina, al-mulhiyat, kumbao zinaharibu watoto. Hii amana jamani ihifadhi vipi hii amana? Hii amana tuzipokana vipi na swali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho? Msichana wako huyu ni mlezi, kijana chako huyu ni mlezi. Angalia namna vile Uislamu ilivyotilia mkazo hili jambo la kuhifadhi amana vizuri ya watoto, kwa kuwa katika kuhifadhi hii amana ya watoto kuna faida. Moja katika faida ambapo inapatikana mtu kuhifadhi hii amana ya watoto, kwanza ni hii faida ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi yake, kwamba huyu mtoto hii amana kuhifadhi vizuri, kwa kwanza kufaidika inarudi kwa huyu mzazi. Tunasema Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata mada, mtu akifa inqata amaluhu illa min salasi, amali yake yote inakatika isipokuwa vitu vitatu. Kisha fadhakara minha, mtume katika hizo tatu akataja au waladin salihin yad'u lahu. Hii amana ya mtoto mwema ulimlea namna Uislamu unavyotaka, huyu umeondoka hapa duniani, huyu mtoto huyu anakuombea dua, huyu mtoto huyu anakutakia istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya pili kuonesha faida iliyopatikana sisi kuhifadhi hii amana ya watoto, amana ambayo tumeitupa, amana ambayo wengi katika wazazi wamezembea kuifahamu umuhimu wake. Anu kadhalika anatumia tunasema Nabii sallallahu alaihi wasallam kali yake, inna Allah subhanahu wa ta'ala la yarfa'u daraja, kesho atanyanyua mja lil-abdi salih, mja amekubali salih atanyanyua daraja kesho peponi, fil janna, peponi. Jamaa atakipona kwa atashtuka, atauliza fa yaqulu ya Rabb min aina li hadha, kwa nini gani mimi nilifanya ikawa ni sababu ya mimi nikapigwa posta mpaka nikanyanyuliwa daraja kesho juu peponi, kwa kitu gani nilifanya? Faya angalia atajibiwa istighfari waladaka lak. Hii ni kwa istighfar, ile amana ambayo ulipatiwa uliichunga kama inavyotakikana. Leo unapata faida, anakuombea dua, anakuombea maghfira, ili inakuwa ndio sababu ya wewe mzazi kupandishwa daraja kesho fil janna, peponi. Cheki ni chake amana ukashindwa kuhifadhi, amana ukashindwa kuielekeza kama namna Uislamu unakufundisha, bila shaka hali itakuwa si sawa. Sheikh Al-Albani rahimahullah asema katika Ahkamu Janaza, asema ma yafadhu wala biswali, hii amana ni kwamba anaifanya huyu mtoto mzuri,
inna liwalidayhi mithlu ajri